mwenye quality kubwa. Mimi nishatoka level za ushabiki mandazi. Red white. Pacome sasa hivi Yanga iko mabegani hapa. Ile Yanga sasa hivi ina mchezaji kiongozi. Ni kitu ambacho Simba tumekosa. Yaani mchezaji ambaye anaamua kwamba timu leo itacheza hivi. Mfano alivyokuwa Chama pale Simba. Unajua mwanangu, nimefuatilia baadhi ya clip kwenye mitandao ya kijamii. Za kwangu? Za watu tofauti. Mimi najifunza kutoka sehemu tofauti. Nimehuzunishwa na kitendo cha kuona mashabiki wanamzomea kocha. Mashabiki wa Simba nimelia kwa uchungu. Nimeumia moyo kwa sababu gani? Kocha amefanya kila kitu timu ishinde. Na kuna magoli yamekosekana. Ya wazi. Unajiuliza hapa kocha anakosa gani? Mfano, mimi na mfano hai. Elim Panzo Kibisawala kapiga chenga hadi kipa. Akabaki yeye na goli. Yeye na goli kapiga nje. Pale Pantevo anahusiana na nini pale? Morris Abraham wewe ambaye unamchukua ni bora kuliko Pacome. Sijamaliza. Mtulia. Sawa. Yeye yani sio niseme na nyavu. Maana hata mlingoti pale kipindi anapiga nilikuwa siuoni. Nimekuja kuona mlingoti baada yeye kupiga ukagonga. Yeye na goli. Hajabugudhiwa na beki, hajasupuliwa na mpira ulikuwa hauna kasi. Kaenda kugongesha mwamba, mpira umetoka nje. Pantevu pale analaumiwa kwa kipa. Mashabiki inabidi mtoke. Muongee vizuri na wachezaji. Kwa nini wanakosa magoli ya wazi? Wengi wanachokidai ya kwamba mwili wake uko Simba, roho yake iko. Nisikilize nikwambie, hilo nalo ni tatizo. Hii taarifa nilitoaga mapema. Lakini waliniambia kwamba kuna DJ anamharibu. Mpanzo. DJ. Mimi. DJ mmoja mwembamba hivi anapenda kutumbuiza. Matamasha ya Simba. Usinigombanishe na watu. Nisikilize. Mchezaji kuwa na mahusiano ni haki yake ya msingi. Afu Dose kofia nzuri nimeipenda. Mchezaji kuwa na mahusiano sio kosa kwa sababu yule anakula, anashiba na ni mwanaume, ni sehemu ya maisha yake. Lakini mahusiano kukuharibia career yako ndo tatizo. Mimi sina ushahidi, lakini Mpanzu kiwango chake kimeshuka sana. Mpanzu kipindi anakuja Simba, performance aloanza nayo, mimi niliamini msimu huu utakuwa mchezaji muhimu sana. Lakini cha ajabu amekuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanashiriki ipasavyo kutunyima matokeo mazuri. Kaka ili bato atakuwa analitafuta muda mrefu hapo. Sasa wewe si kijana wangu. Mchome umezungumza kuhusiana na manager Pantevo ambao wengi wamenyoshia kidole. Kinachomfanya wanyoshia kidole ni kwamba alishindwa kuingia na washambuliaji halisia. Kelele nyingi za mashabiki zimekuwa hapo. Wewe ukuliona hilo? Yule ni kocha msomi. Eti kocha mama wewe, najichanganya na mimi. Yule ni meneja. Jamani kumradhi, ni meneja mwenye mbinu nyingi. Unaambiwa idadi ya tattoo alizonazo mwilini ndio idadi ya mbinu alizonazo. Idadi ya tattoo alizonazo ndio idadi ya mbinu. Yako na uhakika? Sasa. Yule mtu ni hatari, Michael Scofield wa bongo. Michael Scofield wa mpira. Lakini niwaambie tu kitu kimoja. Kilichopelekea mechi ya jana tukaipoteza ni dharau. Nisikilize nikwambie. Hawa wachezaji wako mitandaoni, mashabiki wako mitandaoni. Tunaelewana ndugu yangu. Makocha wako mitandaoni. Mechi ya Petro di Luanda Simba tulidharau. Ni kitu ambacho kiko dhahiri. Katika lile kundi mtu ambaye kwa anaonekana ni mgumu, Esperance de Tunis. Kiuliza utasikia zitakazofuzu ni mbili. Esperance de Tunis na Simba. Lakini ukiangalia leo wote wako chini. Anaongoza Petro di Luanda. Ina maana mpira una asili ya kusurprise. Kilichowafanya Yanga washinde Zanzibar, walifanya maandalizi thabiti ya ule mchezo. Ukienda kucheza Petro, nimeangalia kipindi cha kwanza. Yaani huoni timu ikitafuta matokeo, huoni. Yaani sikuona Simba inayotaka kushinda kipindi cha kwanza. Nikaamini kwamba ni mbinu za mwalimu kwamba awachoshe kipindi cha kwanza, kipindi cha pili afunge. Lakini sasa akasahau Petro sio JKT. Uwekezaji wa Petro di Luanda, huo mfumo alitumia JKT. Akacheza kipindi cha kwanza akashinda kipindi cha pili. Hizi ni timu kubwa. Umeelewa? Petro sio timu ndogo, uwekezaji wake ni mkubwa. Kuna uwezekano hata Simba ukipiga thamani ya kikosi tusiwafikie. Tusiwadharau kiasi hichi. Stade Melieni tulikuwa tunaamini ni kibonde wa kundi. Kaenda Esperance pale di Tunis. Nungi. New Tunisia katoa sare. Huyo tulikuwa tunaamini ni kibonde wa kundi. Kaenda kucheza na Mbabe katoa sare. Na Mnyama anaelekea. Na Mnyama tunaenda kucheza na huyo mtu, tujiandae jamani.
tufanye maandalizi ya kucheza na timu kubwa. Otherwise tukiingia kwamba tuna uwezo wa kushinda dakika yoyote tutazalilika tena. Lakini unaiona nafasi ya Mnyama amekuwa akifanya makubwa zaidi hasa kwenye michuano ya kimataifa Mchome? Ina depend na msimu. Ushaelewa? Msimu huu mashabiki bana hawako serious kidogo na mpira. Mimi mwanangu, sikiza nikwambie, mimi ningekuwa karibu ya timu, ningekuwa nawapushi sana kwenye maandalizi. Tujiandae vizuri. Hii kundi letu ni gumu. Yaani ile kundi kama umeanza kupoteza nyumbani ni gumu. Tujiandaeni vizuri. Mchome, baada ya matokeo haya wewe unaiona Simba kufuzu kuelekea hatua ya robo finali? Tupige hesabu zako. Kama utakuwa unapoteza nyumbani, group stage ni ngumu kufuzu. Yaani kama hauna hakika wa alama 3 nyumbani, group stage kufuzu ni kazi, kwa sababu mpira wa Afrika mpaka sasa hivi kuna home advantage. Unaona mpinzani akipata goli zinahesabiwa 2 hizo, kwa sababu nyumbani kuna mambo mengi. Petro di Luanda ametufunga nyumbani. Tusilie sana. Tumefungwa na timu kubwa. Tukubali turudi kwenye uwanja wa mazoezi, tufanye mazoezi, tujiandae na mechi zijazo. Ila wewe unawaona Simba kufuzu? Kama tutakubali grupu letu ni gumu. Tukikubali grupu letu ni gumu, tutafanya maandalizi mazuri. Lakini kama ilikuwa ni dharau. Kama tutaamini kwamba hili grupu tulilokuepo ni grupu tough, kila kitu kinaweza. Mambo yatakuwa vizuri. Bosi anaungana na Mchome anachokisema. Mimi kuhusiana na Simba huwa naipeleka kwenye historia yao. Unajua wakati mwingine Simba haiwi bora sana, lakini historia yao inawabeba. Kwa hiyo ukiniuliza kuhusu kufuzu ama kutokufuzu, mimi nitarudi kwenye historia ya Simba. Simba kwenye nchi ya Tanzania, hususan kwenye CAF Champions League, ina taswira nzuri, ina mwanga mzuri. Kwa hiyo kama wakitumia rekodi zao hizi, wakijitambua sisi ni Simba, sisi ni wakubwa kwenye mashindano haya, mimi naamini Simba inaweza ikatusurprise kuelekea hatua ya robo finali. Lakini na nyinyi mkumbuke Simba hii ambao wanachama wao, mashabiki wao, wadau wao jana walitukana, wakakejeli. Simba ilishe kupoteza michezo 2. Simba ilishe kufungwa goli 5 na National. Simba ilishe kufungwa goli 5 na AS Vita. Lakini Simba hii ilienda robo finali. Kwa hiyo kama vile alichosema mwanachama wao, wewe ni mwanachama au shabiki wa Simba? Shabiki bwana. Sio mwanachama. Sio mwanachama? Ni shabiki. Kwa nini sio mwanachama? Mimi mwenzako mwanachama. Ndio sema cha nako. Mimi shabiki. Shabiki wa Simba hai. Au nikuoneshe? Nionyeshe. Simba na wanachama. Si. Wewe mwamba sana. Au sio yenyewe? Yenyewe hiyo kabisa. Au imegeuka? NMB imegeuka. Onyesha wana kamera. Si ndo kadi za wanachama za mashabiki. Bipo vuta hapo. Si ndo kadi za mashabiki. Na mimi shabiki. Wewe ni shabiki wa Simba. Wanachama au kadi yako bado mimi? Mimi kwa kweli navutiwa sana kuwa shabiki. Kuliko mwanachama. Yaani navutiwa. Mimi Mchome. Kwa hiyo navutiwa kuwa shabiki. Ila mwanachama. Kwa hiyo niendelee kuzungumza hapa. Endelea. Hawa mashabiki wao waseme na viongozi wao kama alichosema ndugu yangu hapa. Ni lazima ili kundi walichukulie serious. Yeah. Ni lazima waambie wanachama wao kupitia msemaji kwamba kundi lao ni gumu kuliko kundi jingine. Si ndio, umeelewa? Na kundi lao ingali lina advantage kwa sababu wa kwanza na 3, wa pili ana 1, wa 3 ana 1, wa 4 ana 0 ambaye ni Simba. Ikitokea Simba akijiandaa vizuri, Simba akishinda mechi ya pili kule Mali, Simba naiona inakwenda robo finali. Inawezekana. Kama wakiweka mikakati iliyokuwa thabiti. Lakini kama wakiendelea kuongopewa kwamba wanasiweka mrefu kuliko goli, kwamba wana mchezaji anakimbia kama SGR, mnaye mchezaji huo? Nikiwa Budo Mutale. Ndio anakimbia kama SGR. Kama wakiendelea kuamini hilo, mimi naamini Simba atatolewa. Ni muda wa kuwa serious. Lazima. Hii ni CAF Champions League. Yaani huwezi ukawa kama msemaji ukaja ukahubiri maombi kwa vilabu vingine. Huyu Dosa ni muelewa. Kwa tayari swala la historia hapo amekataa mwenyewe. Mpira sio historia, mpira ni current performance. Si ndio? Unaweza kama msimu jana ukawa bora, una historia nzuri, ukiishi kwenye historia, msimu huu ukiwa dhaifu unapigwa. Mimi naamini kwenye maandalizi, kwenye kujituma. Sisi tunaosema wachezaji ndio tunasaidia timu. Kwa sababu kama mchezaji atafanya kama aliwafanya jana Mpanzo, usipomsema anza kaona yuko correct. Lakini anaona kabisa
mashabiki wamereact kweli, inabidi nijiandae CAF Champions League. Huwezi kumpunguza golikipa wewe na goli unapiga nje. Yaani hapa haiwezekani. Inakujaje hiyo? Simuondoe ile DJ. Nisikilize nikwambie, Jean Chalea ilikuwa ni mechi kama sisao ya Gaborone aliwahi kufanyaga kitendo kama kile, alimpunguza hadi golikipa akapiga nje. Ni userious unakosekana kutokana na heshima tulowapa kubwa. Umeelewa? Ni wachezaji wakubwa, watambua wanachezea timu kubwa. Heshima tulowapa ni kubwa mwanangu. Kuvaa logo ya Simba sio kazi rahisi. Tuondoke na hili ambapo usimkatie mtu tamaa. Kama Simba tutaacha dharau. Narudia mara ya 3. Kuamini tupo CAF Champions League na grupu la Yanga ni jepesi, la Simba ndio gumu, tunaweza tukafanya kitu. Lakini kama tutaamini Yanga ana kundi gumu, Simba tuna kundi jepesi, tumekwisha. Asante Mchoyo. Sawa. Asante Asanteni sana.